maombi yetu na kujajibu pahali popote hatuchoweka vyema. Roho wako Mtakatifu atuwekee vyema. Asante kwa kusikia haya maombi na kujajibu. Tumeomba tukiamini katika jina lako Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu, amen. Barikiwa sana mama na waombaji wote. Tunatamani tuendelee na hii programu ya maombi. Iwe ni moto tumewasha hapa. Tutaimba leo tumewasha moto. Moto ni kazi ya Mungu. Leo tumewasha moto. Mnafahamu wimbo? Sasa si kwa nini muziimbe sawa sawa na mnavyojua? Hebu imbisha dada. Leo tumewasha moto. Moyo tumewasha moto. Moyo ni no. Tunaenda. Moto ni kazi ya Mungu. Hebu tuimbe hiyo. Moto ni kazi ya Mungu. Leo tumewasha moto. Leo tumewasha moto. Moto ni kazi ya Mungu. Na wazee wanaimba moto umewaka. Wazee wanaimba, wamama wanaimba moto umewaka. Vijana wanaimba moto umewaka. Leo tumewasha moto. Leo tumewasha moto. Moto ni kazi ya Mungu. Leo tumewasha moto. Haleluya tunaimba moto umewaka. Haleluya tunaimba moto umewaka. Bwana awabariki sana. Amen. Moto wa maombi uchome dhambi. Uchome injili iende mbele. Sawa sawa. Na Bwana awabariki sana. Katika jina lake Yesu. Amina. Tusimame tumalize kipindi hiki cha maombi kwa pamoja. Ninaona ratiba yangu kesho kuna maombi, sijui yako. Nafikiri kuna kipindi kingine cha mwisho cha maombi, lakini sidhani kama kitafanya vizuri kwa sababu ya shughuli za kesho za ibada, ila kwa sababu kiko kwenye programu tutakitafuta. Tusimame tuombe. Baba, wana na binti zako waja mbele zako. Nina imani umesikia haja za mioyo yao. Barua walizokuandikia Yesu ukazisome na ukajibu kila barua sawa sawa na mapenzi yako Bwana. Kila mmoja aende nyumbani akiwa amefurahi, akawe nuru. Moto wa injili ya malaika watatu ukawake. Tabia yako ikaonekane, ikawa ni hubiri namba moja katika maisha yao ya kila siku. Tembea na watoto wako, wakingie majaribu yote. Anasa za dunia zikakome, dhambi ikakome, maana Yesu unakuja Bwana. Asante kwamba kwa kila aliyeingia katika kipindi hiki cha maombi, najua umembadilisha milele zote Bwana. Asije akarudi nyuma kamwe kwenye matope, maana umemwokoa na kumsafisha kwa damu yako. Sasa amekuwa kiumbe kipya. Jina lako litukuzwe milele zote Bwana. Wale ambao wameleta mahitaji mbalimbali, wape Bwana kama zawadi, kwa sababu wamejitoa kwako sawa sawa na mapenzi yako. Lakini tuna uchaguzi katika nchi ya Kenya, bado twajiweka mikononi mwako. Ukawe msimamizi mkuu wa uchaguzi wa mwaka huu
2022. Bwana, wote watakao shiriki, amani yako ikatawale mioyoni mwao, ile amani itokayo juu na ile hekima itokayo juu ikaambatane na kila mmoja wao, ili wafanye uchaguzi wa haki na wa kweli na wa amani, na jina lako lipate kutukuzwa. Bwana, tupatie viongozi watakao kufaa, watakao ifanya nchi yote ya Kenya, viongozi wanaotenda haki, watakao sukuma gurudumu la maendeleo kila kona ya nchi hii. Ubaguzi kamwe hautakiwi tena hapa, maana mwana wa Mungu umevunja kuta za ubaguzi na ukabila. Mabonde yote umeyafukia na milima yote umeyeyusha. Tazama ni tambarare sasa. Asante Mungu, mwana wa Mungu, kwa kuwa unakwenda kutujazi wote neema yako. Ni ombi letu kupitia jina lako Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu siku zote na hata milele. Amen. Barikiweni sana. Futa ingawa sikumpenda. Tuwape nafasi. Ni katika neno mapepo yatoweka. Wanasema nasi leo tupate pona. Neno la Bwana ni taa ya ulimwengu. Tusome neno lake tupate maarifa. Ni katika neno mapepo yatoweka. Wanasema nasi leo tupate pona. Sema ulivyosema zamani. Tupe hekima na roho tusome neno. Tuinuke kwa mambo ya kiroho. Bwana, neno lako ni njia ya uzima. Sema ulivyosema zamani. Tupe hekima na roho tusome neno. Tuinuke kwa mambo ya kiroho.
siogopi kitu. Neno la Bwana ni mwanga unaong'aa, uniongoza, umulika njia zangu. Miguuni pake Yesu nitasimama, maisha yangu kamwe siogopi kitu. Ulivyosema zamani, tupe hekima na Roho, tusome neno, tuinuke kwa mambo ya kiroho. Bwana, neno lako ni njia ya uzima. Ulivyosema zamani, tupe hekima na Roho, tusome neno, tuinuke kwa mambo ya kiroho. Bwana, neno lako ni njia ya uzima. Ulivyosema zamani, tupe hekima na Roho, tusome neno, tuinuke kwa mambo ya kiroho. Bwana, neno lako ni njia ya uzima. Ulivyosema zamani, tupe hekima na Roho, tusome neno, tuinuke kwa mambo ya kiroho. Bwana, neno lako ni njia ya uzima. Tunawaambiaje? Tunashukuru vijana wetu kwa wimbo mzuri ambao unatutayarisha kwa kipindi ambacho kinakuja cha Bible Study. Ningependa tu tuombe, nikaribishe mnenaji. Tusimame tuombe. Baba, katika wakati mwingine tunanyenyekea mbele ya kiti cha enzi, tunakushukuru kwa siku hii ya leo ambao umejalia kila mmoja tumekuja kwa kuabudu. Baba, tunaomba kwa njia ya pekee naweka mnenaji mbele yako Samuel Omanga ambaye analeta kipindi cha Bible Study wakati huu. Naomba Baba tusamee makosa yote, ili neno lako tunalolifungua ambao ni njia ya uzima ipate kutua roho zetu vizuri na lituandae kwa marejeo yako ya pili. Naweka mnenaji mbele yako, usungumuze naye na usungumuze na watu wana wako siku hii ya leo. Tumeomba machache kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asante. Wakati huu nakaribisha Samuel Omanga ambaye atatuchukua kwa kipindi cha Bible Study. Nafahamika sana ni Elder Evan Sariga. Asante. Ninapoona vijana wakiimba, roho yangu inadunda vizuri sana, maana ndio viongozi wa leo. Yaani nafurahia sana kwa sababu elders wakikosa kanisa na deacons wakikosa kanisa, vijana wataongoza hiyo kanisa. Lakini mwende muongeze wengine, muwe wengi. Alafu muwe na ujasiri kwanza, muache uoga. Kanisa mtaendeza na neno la Mungu litaenda mbele. Ikiwa elders wamekosa, tasabatikana elders wameenda shughuli zingine, wameenda matanga ama kuona watu wengine ambao wamefiwa. Na hii ni kazi nzuri. Mungu na wabariki na wajaze na hekima. Kipindi ambacho nitaleta hapa kwa dakika chache ni kipindi kile ambacho watu wengi hatujawahi kufikia. Kipindi cha uchambuzi wa Biblia nilikisidisha wakati wa asubuhi, nikakipachika wakati wa spirit of prophecy, nikakiweka huko ndani. Kwa nini? Sababu moja ndio hii. Uchambuzi wa Biblia tunafikia wote kila wakati. Lakini kipindi cha roho wa nabii hatujawahi kufikia. Watu wachache ndio wanafikia, ndio wametajirika na maneno haya mazuri. Sasa ndio sababu ikanibidi niseme ni spirit of prophecy, niweke uchambuzi wa Biblia. Ikaisha. Sasa tuko na roho wa unabii. Roho wa unabii. Nasema namna gani katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 2 fungu lake la 7.
Lo, anasema namna gani? Na ningeomba yu ambaye anasimamia niongeze dakika 5 tu pekee. Kwa sababu hawa watu sijawahi kuwakuta wakiwa wingi wakati nafundisha kibiri cha roho ya unabii. Ufunuo wa Yohana 2 fungu lake la 7 katika lugha ya Kiswahili. Usinisomea Kikisii Kiingereza, Kiswahili tu. Inasema hivi: yeye aliye na sikio na alisikie neno hili. Sikia. Yeye aliye na sikio na alisikie kitu gani? Neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye, hata ukiachia hapo badala usomee kuelekea chini. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili, Roho anaambia makanisa kwa siku hizi. Jamani, kuna tumesaelezea jinsi ambavyo Roho ameelezea makanisa. Tulipoanza tulisema kuwa kuna kazi ya Mungu inastahili kwenda haraka. Siku ya pili tukasema kuwa kazi ya Mungu, miujiza ambayo inafanyika katika kazi ya Mungu. Na tukaona kuwa miujiza inapofanyika na shetani naye siku ya tukaona kuna naye anajaribu kuoppose kazi ya Mungu. Naye analeta vitu vingine ambavyo vinafanana kama vile wahubiri wanafanya. Naye analeta mafundisho mengine. Mengi ni mazuri lakini kidogo anachanganya. Alafu anakutoa katika ukweli anakuingiza katika uongo. Tukaona vile jana tukaangazia vile jinsi ambao false religious simeonekana katika hapa. Tukasoma kitabu cha Mathayo 7:21-23 ambayo inasema kuwa sio wote waniita baba wataurithi nini? Ufalme wa mbinguni, bali ni wale watendao mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Maana kuwa sio wote ambao wanasema baba ukweli wana baba ndani yao. Wengine ni maagent wa Shetani, anatumia hilo jina baba. Kuna wakati mwingine iliona watu wengine ambao wanaomba wamehazi kutoka kanisa hili letu la Adventista, ndio wanaombea wengine, wamekaa nyumbani. Kazi yao unachukulia pesa na wapatia. Wakiwa na pesa hiyo, ukiwapatia hizo pesa, wanakuambia weka pesa hapo kwa Biblia. Imagine kwa Biblia, weka pesa kwa Biblia. Jamani, nauliza maombi yananunua pesa kweli? Na unawekea pesa. Alafu anakuambia hebu tuombe. Kuna shida gani? Unamweleza sina shida. Anakuambia basi anakuambia kwanza kabisa anakuambia wewe, mimi naona kuwa uko na upungufu mahali fulani. Mungu wako utembee vizuri. Anakudanganya. Na wewe unasema kuwa ukweli wa mambo Mungu niko na shida. Anakudanganya. Alafu kisha baadaye anasema kuwa Mungu alikuwa anaomba nami lazima nikuombee. Na ameacha kanisa. Ameanza kanisa yake nyumbani. Ndio sababu Biblia ikasema kuwa mujaribu roho zote. Sio zote zinatoka kwa nini? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwani watu wa Mungu wameshindwa kuomba hapa kanisani? Alafu naenda kwa wengine uende kuomba? Ndio sababu hiyo ndio tuliangalia jana. Leo tuangalizie jambo muhimu, jinsi ambavyo tunafaa kujiweka ili tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kuna conditions ambazo tunafaa kufuata ndio tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Joshua, kitabu cha Joshua 3 fungu lake la 5. Condition number 1 aliambiwa ni gani hiyo? Kitabu cha Joshua 3 fungu lake la 5. Joshua aliambia wana wa Israeli namna gani? Joshua 3 fungu lake la 5. Alisemaje? Condition ya kwanza ndio hiyo. Basi Yoshua akawaambia watu, Chitakazeni kwanza. Maana kesho atatenda mambo ya ajabu. Mungu atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Endelea. 6 inasema. Umemaliza hiyo? Hiyo tu ndio nataka kupata hiyo. Joshua
anapeleka wana wa Israeli. Wakati wamefika kule Yordani, wanataka kupita Yordani, they want to cross the Jordan River. Alafu wana wa Israeli wanashangaa wakiona Joshua anawaelekeza na waambia, jitakaseni kwanza, maana Mungu atatenda maajabu yake kesho. Kumaanisha kuwa condition number 1, tujitakaze. To dedicate yourself to God. Number 1, unajitoa kamili kwa Mungu. Hiyo ndio condition number 1. Basi kujitoa kwa Mungu kamili, basi uweze fanya kazi ya Mungu mpaka hise. Zakaria nina fungu lake la 6. Condition ya pili nasema na gani? Zakaria nina fungu lake la 6. Nasemaje? Zakaria. Niliwaambia na hii lugha ambayo tunatumia nategemea mwalimu ambaye alikufunza. Mwalimu wangu aliniambia inaitwa Zakaria. Zakaria, sio Ezekiel. Zakaria. Kuna Ezekiel na Zakaria. Mimi nasema juu ya Zakaria. Anasemaje? Zakaria nini fungu la 6? Nasemaje? Zakaria akaniambia, akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu. Sema Bwana wa majeshi. Achia hapo. Nililotaka kutoa hapo ndilo hili la kwanza la muhimu. Sanctification. Wakati imekuwa complete, wakati imefika kikamilifu, imefika ukamilifu, ni wakati ule ambapo dhambi zetu zote tumesiungama. You forsake your sins. Umesiungama zote. Kule kusiungama zote, then unaanza kazi ya Mungu kwa njia ibasafu. Marko 16 fungu lake la 15 inatuelekeza baada ya kujitakasa kwa Mwenyezi Mungu. Then there is a command unapatiwa ufanye. Gani hiyo unaambiwa ufanye? After dedicate yourself to what? Then unafanya kazi gani? Marko, kitabu cha Marko 16 fungu lake la 15 nasemaje? Akawaambia, endeleni ulimwengu wote mkaihubiri Injili kwa kila kabila, kwa kila kiumbe. Imeisha vizuri sana. Baada ya kujitakasa kwa Mwenyezi Mungu, baada ya kuforsake your sins, baada ya kukubali Yesu aingie moyoni mwako, baada ya kukubali Yesu akutumie, basi enda ulimwengu wote mkaupiri. Kabla ujitakase, uwezi enda kwa Mungu. Mungu akutakaze na damu yake iliyomwagwa msalabani, alafu unaenda kwa nchi yote. Na alafu unaanzia wapi? Mathayo 20:14. Unaanzia wapi? Enda shamba la nani? Unaenda katika shamba la Mwenyezi Mungu, ambapo kwake anahitaji watu wafanye. Mathayo 20 fungu lake la 4. Nasemaje? Mathayo 20 fungu lake la 4. Nasemaje? Soma. Mathayo 20 fungu lake la 4. Nasemaje? Imekosa? Tuingie katika kazi la Mungu. Inamaanisha hivyo. Yaani baada ya kujitakasa, enda katika shamba la Mungu. Shamba la Mungu sio kwingine, ni kwa watu, kwa mimi na kwa jirani yako. Hapo ndio unafaa kwenda baada ya kujitakasa, ili unapoenda huko anaona kuwa kusema ukweli ni mwenyewe ambaye ni Mungu ndiye amekutuma. Na akikuona
anakuwa na ile hisia, ile hamu ya kukufuata. Maana Yesu alipokuwa duniani, alipojitakaza kwa Mwenyezi Mungu, basi alipokuwa anaenda afanya kazi yake, akitoka hivi watu wanamfuata. Sio tu wanataka chakula, lakini maneno matamu ambayo alikuwa anawapatia yanawaelekeza katika Mungu. Mwisho kabisa, ningesema kuwa Mungu anahitaji zizi mimi na wewe tutumie akili yetu, tutumie macho yetu, tutumie miguu yetu, tutumie kila kiumbe cha mwili, mpaka hata sauti ile ambayo tunatoa, ili kumtukuza Maulana, ili atakapokuja apate watu wake ambao tumezaa kuzanya, ili atupeleke sote mbinguni. La sivyo hata tupeleke, kwa sababu ametupatia wajibu ambao tunafanya na tumekataa. Lakini ni ombi langu na naliwe ombi lako, tusikatae kazi ya Mwenyezi Mungu, maana Mungu ametupa vipawa mbalimbali, hata sauti ya kuimba. Kabla nitamatisha kipindi, naomba vijana wakuja hapa mbele watwange wimbo moja, kisha baadaye ndio niombe, alafu ni itane mchungaji aombe vijana waweze kujitakasa katika mbele ya Mwenyezi Mungu, waweze kutakasika, kisha baadaye waanze kazi ya Bwana, si wakati mwingine, wakati huu. Maana mwimbaji mhubiri alisema kuwa moto amewasha, moto umewashwa. Basi vijana wakuja hapa na wimbo moja. Vijana waliotoka hapa sahi na wengine wakiwafuata wataimba. Ingia vijana wote, ndio nahitaji vijana wote. Ikiwa wewe ni kijana, hata mimi miaka yangu ni ya ujana, niko na miaka 42, mimi ni kijana, naweza kimbia kila mahali. Basi tutaimba pamoja hapa. Tutaimba sote. Weka wimbo hapo. Vijana wote kuja hapa. Ikiwa hata mimi mzee kijana nataka kuimba, mbona wewe? Basi vijana kuja hapa, nyinyi ndio mko na nguvu. Ndio mnataka ndio tunataka tutakazwe, ndio tufanye nini? Tuweze kueneza injili kila mahali. Karibu. Weka. Nilisema kijana yeyote ambaye ako na miaka kama yangu 50 kuelekea chini, hiyo ni kijana. Hakuja hapa mbele, kwa sababu Biblia imesema jitakaseni ndio tufanye kazi ya Mungu. Sio waimbaji, vijana wote wala ambao waliniuliza maswali matamu sana wakuja hapa. Na uzuri niko na senior today, senior wangu ako hapa leo. Msiogope, maswali yote ako na majibu, maana yeye amepitia mengi kuliko mimi. Huwezi kuwasha taa ukaiweka chini ya beshi, lakini unaiweka juu ya kiango, mahali kila mtu anaona nuru. Ndivyo yatupasa wa Kristo, tuangaze kwa watu wote, tuwe mwanga ulimwenguni kote, walimwengu watutazamapo wamwone Kristo. Huwezi kuwasha taa ukaiweka chini ya beshi, lakini unaiweka juu ya kiango, mahali kila mtu anaona nuru. Ndivyo yatupasa wa Kristo, tuangaze kwa watu wote, tuwe mwanga ulimwenguni kote, walimwengu watutazamapo wamwone Kristo. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote.
Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya na wakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapona na kutiwa nuru, moyo wako utatetemeka. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanya na wakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapona na kutiwa nuru, moyo wako utatetemeka. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana unakuzukia. Maana tazama, giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana unakuzukia. Maana tazama, giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana unakuzukia. Maana tazama, giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana unakuzukia. Maana tazama, giza laifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu wote. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Mnasemaje kuhusu vijana? Wanapendeza sana, wamekutana na Yesu, na mimi nawaombea kila mmoja apate mchumba wa kumfaa. Haleluya! Tena watulie kwa Yesu, maana Yesu anajua kila mmoja na wakwake hapa, mzuri kama yeye mwenyewe. Na msihofu, msiwe na wasiwasi. Ukitulia kwa Yesu utampata tu yule ambaye Yesu amemweka kwa ajili yako. Msiwe na papara, maana Mungu yuko kwa ajili ya vijana. Ndio maana anasema nawaandikia, kwa sababu mko na nguvu na mmeshamshinda yule mwovu. Na muwe majasiri katika Bwana, na Bwana atawapatia mahitaji ya mioyoni mwenu. Tuombe. Baba, hawa walioko mbele ni vijana, na vijana ni pambo la kanisa. Wako na nguvu za kumshinda yule mwovu, na hata hivyo wameimba ya kwamba wanataka kupeleka Injili, ujumbe wa malaika watatu. Wafanye kuwa nuru popote watakapokuwa. Watulie kwako Yesu, watapata wachumba wazuri, watapata wavulana wazuri watakao wafaa maishani mwao.
wenye nguvu za kiroho, watakaomcha Mungu hata mwisho. Asante kwa kuwa unakwenda kutatua changamoto zao zote, maana tumesema tukikutazama wewe, hata mambo ya dunia yatageuka na kuwa mazuri kama wewe Yesu ulivyo mzuri. Acha wakutafute wewe, wakuone katika sura yako ile ya mng'ao, nao wakang'ae na wapate wanaong'aa kama wewe. Asante Baba mbinguni, wabariki, wafanye kazi ya kukuimbia na kufanya kazi ya neno, kueneza neno lako, lakini wapatie kwanza mahitaji yao, maana najua wana mahitaji yao ya kibiolojia kuhusiana na namna ya makuzi yao. Usiwaache, wapatie, maana wewe ni Mungu unayejali watoto wako. Katika jina lake Yesu nimeomba na kuamini, amen. Vijana, Mungu wawabariki sana. Baba, katika jina la Yesu tumekuja kwako asubuhi ya leo tukiwa na wingi wa shukrani kwa vile umetulinda tangu asubuhi mpaka wakati huu. Tena tumefika kipindi kingine cha ujumbe wa kimya. Mtumishi wako anapoenda kusimama, nimeomba umpe Roho wako Mtakatifu aweze kumuongoza mpaka atakapomaliza. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Na wasalimu nyote mchana. Tena tumepika kipindi kingine cha baptism. Ni wangapi pamoja nami wanaenda kumkaribisha mhudumu? Na wasalimu wa mjambo. Tunataka kwenda haraka kwa sababu sana inakimbia. Tunaenda kuangalia katika Biblia zetu Isaiah 52 verse 7. Inasema hivi: jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye itangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye utangazaye wokovu, au ambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Tumesikia hiyo fungo vile imetuambia kwamba miguu mizuri yenye inaleta mambo mazuri ya wokovu. Na hii injili ya kimya bado tunahitaji katika maisha yetu ili tusaidie kuelewa yale Bwana wetu anataka tuelewe. Kwa hivyo na Mungu awabariki somo. Niko na kitabu inaitwa The Next Superpower, ni ya Mark Finley, inaongea juu ya unabii na imejumuika Daniel and Revelation. Najua watu wengi wanaogopa kujifunza unabii, lakini hii kitabu itaweza kutufunza vile tunatakiwa kuelewa unabii na tujue nyakati zenye tumefikia. Niko na kitabu kingine hapa, Bible Story, ni ya watoto wetu, vile tunatakiwa kuelekeza watoto wetu ili wasome mambo ya Biblia, iwaelekeze kwa watoto wenye wanamtii Mungu na kumpenda Mungu kama mwokozi wa maisha yao. Niko na kitabu kingine inasema For Raising Your Child, ni njia gani huwa tunalea watoto wetu. Na imeongea mambo mengi juu ya watoto wetu.
uhusiano wetu na watoto wetu. Wakienda shule tunatakiwa tuwalee namna gani? Wakiwa nyumbani tunatakiwa tuanze kuwalea namna gani? Wakiwa 0 years mpaka 7 years. Huwa tunawalea na tunawafunza nini katika manyumba zetu. Kwa sababu ninasema zile tabia tutaweza kuwa nayo katika manyumba zetu ndio watoto wetu watafuata. Ikiwa tumezoea kusema uongo, na watoto wetu watazoea kusema uongo. Na inasema kwamba watoto wetu saa zingine tumepewa examples zile wataweza fuata. Examples mzuri kama ya Biblia, tunapoangalia watu wa Mungu vile walikuwa wanaishi, wakina David, Abraham, tunaona walikuwa wamefuata vile Mungu alikuwa amewaambia. Na tunaona kwamba watoto wetu wakiwa wadogo kama months, kuanzia 0 months mpaka 16 months, kuanzia hiyo ingine kwenda juu, ni kitu gani hasa wakianza kukua feed? Ni kitu gani huwa tunawaelekeza, huwa tunawafeed namna gani? Ni chakula gani tutaweza patia watoto wetu? Kwa sababu hiyo kitabu itatuelezea vile watoto wetu wakiwa na kuanzia 12 years mpaka 18 years, kuanzia 18 years mpaka 30 months, yani months, hiyo ni months not years, sorry. Kama ni breakfast, tukianza kuwalisha huwa tunapatia nini? Kama ni breakfast, kama ni lunch, afternoon, supper, hiyo yote tunaelekezwa vile tunalisha watoto wetu iwe ili wakuwe na maisha mazuri, ama waendelee kukua wakidevelop their physical improvement. Na mambo mengi naongea juu ya hiyo kitabu, itasaidia wazazi wetu wale wako na watoto wadogo, hata watoto wakubwa, sio wazazi peke yake ama sio watoto peke yake. Hii itatusaidia sisi wote tuelewe jinsi tunalea watoto wetu, mahusiano yetu na watoto wetu. Wakienda shule tunawafunza namna gani na watakuwa na tabia gani. Tuko na kitabu moja inaitwa Family Bible Story. Ni kitabu imeandikwa historia ya Jacob peke yake, na kuna zingine iko series ya vitabu 4 imeandika juu ya Joseph. Tuko na ingine ya Joseph, Jacob, Abraham na Adam and Eva. Hiyo yote inakuwa na story moja moja na imeandikwa vizuri. Watoto wetu waendelee kujifunza ili waelewe vile watu wa Mungu walikuwa wanaishi. Tuko na kitabu inaitwa Bedtime Stories, ni ya watoto wadogo kuanzia 0 years mpaka miaka 8, itaweza kuwafunza, na iko na maandishi makubwa yenye watoto wataona picha. Ukiwaelekeza kupitia kwa picha, kama ni David unaambia yeye ni David na ndio aliua Goliath. Akiangalia hiyo picha peke yake anajua kwamba David alifanya nini? Aliua Goliath. Yeye anasoma kupitia kwa picha. Akiendelea kuwa mkubwa sasa ataendelea kusoma peke yake na ataelewa vizuri jinsi yeye mwenyewe atasoma. Kwa hivyo Mungu atubariki, na ninawakaribisha kabisa katika pale mesani. Leo ndio siku yetu ya mwisho na makambi yetu yanaisha. Ikiwa uchajipatia kitabu hata kimoja, tafadhali jaribu leo ujipatie kitabu ili tusitoke makambi yetu kabla hatujapata kitabu ya mwaka huu. Na Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kuwasidisia. Tusimame kwa maombi. Baba wetu na Bwana wetu ishie pahali pa juu, tunakushukuru na kulinua jina lako kwa vile umekuwa nasi tangu asubuhi mpaka wakati kama huu. Saa imefika ya kuangalia vitabu. Baba yetu, tunaomba utubariki ili tujipatie vitabu, tusome, ituelekeze kulingana na mapenzi yako. Endelea kuwa nasi na uendelee kutuongoza kwa njia ya kipekee. Tumeomba tukiamini katika jina lako Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Na ile kitabu niliongea na jana, ile ilikuwa inasema what women understand about men na what men understands about women. Kuna kopi zingine hapo nilipata kama 2 3. Mwenye anahitaji, wale walikuwa wanahitaji, tafadhali mkuje mchukue. Karibu.
nambari 53. 53, kwaya inapojiandaa kuja mbele kumkaribisha mhudumu. Sorry. Kidogo, mtasubiri kidogo. 53. Napenda kuhubiri. 53, twende. Napenda kuhubiri habari ya Yesu, ya Bwana wa fahari na pendo zake kuhubiri. Napenda kwa hali na mali, mwenyewe nimeonja, najua ni kweli. Napenda kuhubiri kisa cha Bwana Yesu, ya Bwana wa fahari na pendo zake kuu. Tusimame tukiimba stanza ya pili. Napenda kuhubiri mambo ya ajabu, na tukiyafikiri yapita dhahabu. Kuhubiri napenda, na yaliyonifaa, nami sana napenda hayo kukwambia. Napenda kuhubiri kisa cha Bwana Yesu, ya Bwana wa fahari na pendo zake kuu. Tuache hapo. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba, tena tumekuja mbele zako. Asante kwa sababu wakati mwema ambapo umetupatia katika makambi haya ya Millenium SDA. Asante kwa sababu ya ulinzi ambao umepea Baba kwa wanenaji. Na asante Baba kwa sababu ya dakika hii ambayo tunaenda kusikia neno kuu kutoka kwa Pastor Ombi. Tumemweka katika mikononi mwako Baba. Anapoendelea kutoa neno, mtumie kama chombo Baba, ili apase hilo neno. Walio katika mahospitali, manyumbani na hata miongoni mwetu Baba, tumeomba kwamba upate kuwatembelea, waguze wale ambapo wanasikia vibaya. Walio katika masafari pia Baba, tumeweka katika mikono yako. Wafikishe kila mmoja mahali aendapo. Na sasa kipindi kinapoendelea Baba, tumejiweka mikononi mwako, ukitamatishe vyema, kwani tumeomba katika jina safi la Yesu Kristo. Wana na binti za mfalme na wasalimu wa mjambo. Je, mna furaha? Ni wangapi wanazidi kubarikiwa, wanamshukuru Mungu kwa ajili ya mambo makuu amewatendea? Tunamshukuru sana kwa ajili ya wema wake na fadhili zake kwetu, na hakika kwa juma hili nzima ambalo
alilitenga kwa ajili yetu tuje tuweze kuwa miguuni pake. Tunamshukuru sana. Na kwa wakati huu tunaingia kwa matoleo offertory. Tunapoingia, kuna wale labda hawakupata nafasi jana kuja kuleta sadaka yao mbichi, lakini leo pia kuna hiyo fursa, mtaweza kuleta. Ninapoendelea kusoma fungu, naomba wale ambao walipata nafasi leo kuleta sadaka zao, kama ni mahindi, wimbi, maharagwe, sadaka yoyote, aina yoyote, muweze kuja nayo huku, kisha tutawafanya ombi la pekee. Kuna wale pia tutaagiza mashemanzi wetu watasimama na vitasa ili waweze kuwahudumia. Ninaposoma fungu, naomba tuweze kupata nafasi hiyo ili tusiweze kuharibu muda, tuje hapa mbele. Kitabu cha Zaburi 24, Zaburi sura ya 24 fungu lake la kwanza. Na Biblia inasema kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, na dunia na wote wakaao ndani yake. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Na Mungu aweze kubariki fungu hilo kwa jina lake Yesu. Amen. Kwa wakati huu naomba kumwalika mchungaji ombi aweze kufanya ombi la pekee kwa ajili ya sisi wote, ili mashemanzi pia waweze kusimama kwa ajili hiyo ombi linapofanywa, ili waweze kutuhudumia. Pastor. Asante kwa wazee hawa ambao wamekumbuka kuja kumshukuru Mungu. Hata waliponywa 10, lakini wengine hawakukumbuka kushukuru. Lakini hao waliokuja, Mungu wawabariki sana. Wasipungukiwe na lolote katika mali zao, maana wamechagua fungu jema kumtolea Bwana. Na wengine tuige mfano wao pia, maana Mungu ni wa kila mmoja wetu, na mibaraka hiyo hata mvua yake inanyeshea wote. Sawa sawa. Basi tuombe. Baba, tunashukuru kwa wajoli wako hawa ambao wamefika mbele zako na sadaka hii mbichi. Tunaomba ipokee jinsi ilivyo, lakini tunatangaza baraka kwao, maana ulitupa mamlaka kuwatangazia baraka Bwana. Wasipungukiwe na lolote, lakini kila watakalofanya waone kubarikiwa, na wasisahau kukutolea tena na tena, maana najua utarudisha mara 1000, lakini zaidi sana watapata uzima wa milele. Hata wale ambao wameshindwa na wale wajana walioleta, wote kwa pamoja wabarikiwe Bwana, maana wewe unanyeshea mvua watu wako wote. Asante pia kwa sadaka ile ya kawaida. Baba wa mbinguni, wanapokuja kutoa watu wako, wanapotoa kwa chombo kile cha kukusanyia sadaka ili ifike kwa madhabahu yako, wabariki na sadaka ile ibariki pia, ifanye kazi yako vyema jinsi upendavyo. Asante kwa kila roho, kila nafsi hai iliyoingia mahali hapa. Baba,
ihuishe zaidi na zaidi, ili tuweze kuwa vyombo imara vikamilifu machoni pako. Tuna imani umesikia. Bariki mifuko itakaoguswa na ile ambayo haina. Baba, wewe una uwezo wa kuagiza ikapata cha kukutolea. Asante, maana ni ombi letu katika jina lake Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Nambari 93 tunapoendelea na sadaka. Jua la rohoni mwangu, mpendwa Mwokozi wangu. Tuende wote. Jua la rohoni mwangu, mpendwa Mwokozi wangu. Usiku giza hapana, ukiwa karibu Bwana. Nikipata usingizi, nijaze fikra hizi, nitamsana nilale mbinguni mwako milele. Kaa nami ewe Bwana, usiku kama mchana, nisiishi mbali nawe, ni uhai kuwa nawe. Kama mtoto mnyonge ameshawishwa atange, mtafute ewe Bwana, ujirudishie tena. Wagonjwa wape amani, waneemeshe maskini, waliao mtulizi, wape wote usingizi. Asubuhi tutokapo, tulipo tuingiapo duniani, tuwe wako mkononi. 94 kwaya inapokuja. Popote masha, tuanze wote. Popote mashamba yajate rena faka pefu. Popote yangome upepo, ndeni na nyandani. Mwenye mavuno twasihi upere,
sana, tuwape nafasi.
Jambo tena. Happy Sabbath. Basi tuweke Biblia zetu karibu. We are going to read from the book of Revelation. Ufunuo wa Yohana. The book of Revelation, the chapter is 14. Chapter 14. And the verse is 8. Chapter 14 and the verse is 8, and it says, second angel followed and said, Fallen, fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of adulteries. A pastor atafunua fungu. Tunaomba. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu, Mungu mtakatifu uliyetukuka mbinguni na hata duniani. Mchana wa siku ya leo tunakuja miguuni pako, kwanza tukiomba msamaha wa dhambi zetu. Tunakushukuru kwa ajili umekuwa pamoja nasi kwa juma hili nzima, na hakika tumeona mkono wako. Tunapoenda kuingia katika ibada kuu, tunakualika Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, uwepo wako utuongoze, na zaidi ya yote Kristo, mtumishi wako Pastor Ombi anaposimama kunena neno lako, mshushe, uinuliwe na jina lako litukuzwe. Ebu kuwa pamoja nasi tangia sasa hadi mwisho, na zaidi ya yote tuandae kila mmoja wetu kwa ajili ya marejeo yako mara ya pili. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha Pastor Ombi? Pastor, karibu. Hello. Habari za leo tena? Hamjambo. Si niliwaambia hamjambo, kuna hamjambo nyingi. Hamjambo Yesu yuaja, lakini kuna hamjambo nyingine. Bwana apewe sifa. Na furahi kwamba si mbali tutaagana. Ndio. Nyie tukiagana mnafurahi. Nasema nyie tukiagana mnafurahi. Lakini inabidi iwe hivyo, kwa sababu na mimi nimeacha familia yangu, nao wanatamani wanione. Lakini nafikiri kama naweza kuwa mahali fulani kidogo, japo msishangae kusikia sauti yangu tena hapa mahali karibu karibu tu. Tunamshukuru Mungu kwamba ametupa ujumbe wa malaika watatu. Na kabla hatujaanza, na wakaribisha wote katika ibada ya mchana wa leo tena. Tukianza na wale walioko majumbani, na wale wengine wako mbali, nasikia wengine wako hata ng'ambo, Amerika, nchi ya Canada kule, Ukraine na sehemu mbalimbali. Tunawaalika mchana wa leo. Na nyie pia ambao mko karibu hapa, tunawaalika. Mungu awape neema yake, mulisikie neno lake, litubadilishe turudi nyumbani. Na tuombe. Baba, saa imefika ya kuumega mkate. Tufungue macho ya rohoni, neno lako lipate kusomeka katika mioyo yetu. Lakini bongo zetu ziguse fahamu zetu, ili liweze kukaa tukaliishi siku zote za maisha yetu, likituandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Wasikilizaji wetu nao waguse pia,
Maana ni ombi letu asubuhi ya leo katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Umeanguka Babeli. Ufunuo 14 fungu la 8 kama fungu la pekee la siku ya leo, fungu kuu la siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia macho ya kiroho, hekima ya pekee sana kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, kwa kutufunulia ujumbe wa malaika watatu na kuwa ujumbe mkuu wa makambi ya mwaka huu. Haleluya! Kwa nini Babeli unaanguka? Hili ni swali kila mmoja ajiulize. Kwa nini Babeli unaanguka? Babeli ni nani? Tuulize swali hili. Najiulize swali hili. Babeli ni nani? Kitabu cha Ufunuo kinachukua majina ya mahali na vitu kutoka kwa mambo halisi katika Agano la Kale na kuyatumia hayo majina na vitu halisi kwa mifano katika Agano Jipya. Haleluya! Katika Ufunuo, Babeli hutumika au kumaanisha kama makanisa yaliyoanguka, maana ndio waliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Tunajifunza hili katika Ufunuo 17 na Ufunuo 18. Lakini pia hata katika kitabu kile cha Ufunuo 14:8 na kitabu cha Danieli 5 fungu la 4 tunasikia kwamba kuna mfalme aliitwa Belishaza. Huyu ni mfalme katika kipindi cha Agano la Kale, na huyu mfalme Belishaza alimpinga Mungu kwa ulevi wake. Akanywa divai, akasifu miungu ya dhahabu, ya fedha, ya chuma, ya miti na hata mawe, miungu ya Wakaldayo. Kwa hiyo tunasoma katika Danieli 5 fungu la 4. Lakini Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake. Kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Mnajua wazimu? Mataifa wameingiwa na wazimu, wamekuwa wenda wazimu. Katika Yeremia, hebu tusome hilo fungu, Yeremia 51 fungu la 7, kwamba mataifa wameingiwa na wazimu kwa kulevywa na mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Mvinyo ambayo tutajifunza leo hapa. Umepata? Yeremia 51 fungu la 7. Sema, Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana. Ndio. Kilicho una sauti kali. Okay, nianze vizuri. Ndio. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana. Sawa. Kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Anasema Babeli umekuwa nini? Kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana. Tumejifunza hilo fungu. Na kilicholevya dunia yote, na mataifa wamekunywa mvinyo wake, kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Mataifa wameingiwa na wazimu. Kwa hiyo Babeli ni mfano wa dini ya uongo. Tunajua kwamba kuna dini ya uongo.
na mvinyo ni mafundisho, naamini ni mfano wa mafundisho yake. Ufunuo 17:15. Tufungue hapo tuone malaika wale wengine 7 nao wanasemaje kuhusu vile vitasa 7 kuhusiana na Babeli. 17 na kifungu kile cha 15. Ndiyo. Kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba, hapo aketipo yule kahaba, ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Tumesikia hiyo kwamba yale maji ni jamaa, makutano, mataifa na lugha. Haya maji yalionekana, huyu mwanamke kahaba ameketi juu yake kama sikusimama. Na kwa nini anaketi juu ya hayo mataifa na jamaa, makutano, mataifa pamoja na lugha? Ni ili awaleweshe wafalme wa nchi na kuzini nayo, nao wakao katika nchi wakalewa kwa mvinyo ya uasherati wake. Si mnajua? Mnajua unabii. Hebu tusome 17 Ufunuo fungu la kwanza hadi lile la 6. Ndiyo. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7 akanena nami akisema njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha dhamani na vito vya dhamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Fungu la 5. Na katika kipaji cha uso wake kulikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Hebu rudia tena sehemu hiyo. Na katika kipaji cha uso wake kulikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu wa Mungu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Babeli mkuu, mama wa makahaba, amewalevya mataifa mvinyo wa uasherati wake. Tunajifunza kwamba mwanamke mzuri
au bikira safi ni kanisa la kweli la Mungu. Haleluya! Kanisa la kweli la Mungu tunalolipata katika Ufunuo 12, ile sura yote wameongelea habari ya huyu mwanamke ambaye mahali pengine tena anapatikana katika Wakorintho wa pili 11:2. Hebu tusome Wakorintho wa pili 11 na fungu la pili. Wakorintho wa pili 11 na mstari wa pili. Maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Haleluya! Kanisa la Mungu linaloshika amri 10 za Mungu na maagizo yote ya Biblia limeitwa bikira safi. Na sisi hilo ndilo tunamposea Bwana, ndilo tunaloenda kutangaza ujumbe wa malaika watatu waone mahali hapa ambapo Yesu anatafuta wale ambao hawajachakachua injili isiyogoshiwa. Haleluya! Basi mwanamke wa pili anapatikana katika kitabu cha Mathayo, mafundisho yake hayo, Mathayo 15 fungu la 8 mpaka la 9. Hebu tuone. Tabia zake 15:8 na 9. Mathayo. Watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo hili kanisa la pili ambalo leo tunaliita mwanamke kahaba, anasema tabia yake ni kufundisha maagizo ya wanadamu. Ibada yao ni katika midomo, lakini katika mioyo yao wamemwacha Mungu. Na hivyo Bwana anatangaza ya kwamba kanisa hili limeanguka, taasisi hii imeanguka, maana ni Babeli. Haleluya! Nayo ni taasisi inayofahamika. Baadhi ya mafundisho ya Babeli ni kama yafuatayo. Tutajifunza mafundisho hayo leo ili tuijue Babeli, na Babeli ikianguka sisi tusimame kama sindano ya dira. Haleluya! Maana Babeli hakika imeanguka. Je, na wewe umeanguka na Babeli? Hilo ndilo swali langu mchana wa leo. Babeli kweli inaanguka, lakini je, na wewe umeanguka pamoja na Babeli? Au umeangusha mafundisho haya? Anasema wokovu kwa matendo. Fundisho la kwanza kwa kanisa hili, unaokolewa kwa matendo. Jinsi utakavyoleta sadaka nyingi kanisani ndivyo utakavyookolewa. Wanaoleta sadaka kidogo, hakuna wokovu kwa kanisa hili. Sawa sawa? Wokovu kwa matendo. Fundisho hili ni la uongo, kwa sababu Biblia inatufundisha kuwa tunahesabiwa haki kwa neema ya Bwana Yesu. Haleluya! Kwa njia ya imani, si kwa matendo. Matendo ya sheria yamepitwa na wakati. Yaani kwa sababu tu nimekuja hapa kanisani nimefanya hivyo, yaani mimi nimehesabiwa haki. Hapana. Ni kwa imani, kwa neema ambayo hatujalipata senti 5 kwa Yesu ili atufie atuokoe. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni kwamba kanisa hili lina mafundisho ya uongo. Hatuwezi kwenda mbinguni kwa matendo yetu.
kwa kuhesabiwa haki kwa matendo yetu. Kamwe haiwezekani. Huo ni uongo. Mchana huu na utangaza, huo ni uongo. Katika Waefeso 2:8 hadi 9, nimeona hata fulana zenu zimeanguka, zimeandikwa hivyo, hizo za makwaya, yote yameandikwa fungu hili migongoni mwao. Efeso 2, kwamba we are saved by the grace of God. Sawa sawa, tunaokolewa na nini? Kwa neema, kupitia imani yetu kwa Yesu. Imani na matendo. Ukiamini Yesu akikaa ndani, atakuwezesha kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Sawa sawa. Lakini si kwa kutenda ndipo imani ije. Hii imekuwa vice versa. Hebu tusomee Efeso 2:8 na 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, ni zawadi ya Mungu kwetu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kiburi cha Babeli ni kujisifu kwa matendo, kwa matendo yake, kwamba ni mimi naleta pesa nyingi, makanisa yamejengwa, yanawekwa dhahabu, yanameremeta, yani makanisa ni makathedro makubwa ajabu. Kwa hiyo yule anayeleta dhahabu nyingi ndiye anayeokolewa kwa matendo. Na fundisho la pili, hali ya wafu. Hebu tusome kitabu cha, kwamba mafundisho yake yanasema mtu anapokuwa amekufa anaendelea kuishi mahali aendapo. Kwa hiyo hili ni fundisho potofu, ni fundisho la uongo, kwa maana Biblia inasema wafu hawajui neno lolote. Kwa hiyo wanafundisha mafundisho ya uongo yanayopingana na Biblia takatifu. Wafu hawajui neno lolote. Mhubiri 9 fungu la 5. Mipata Mhubiri 9 fungu la 5. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba siku moja watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahaulika. Wamekuwa mavumbi, wameurudia udongo. Hata mchana wa leo tunaenda kuzika mtu wa Mungu, lakini hajui neno lolote. Faili lake lilivyofungwa basi mpaka malaika atakapokuja kufufua pamoja na Yesu watakatifu waliolala katika mavumbi. Kwa hiyo wafu hawajui neno lolote. Hilo ni fundisho la uongo. Wanaposema wafu wanaishi japo wamekufa, sio kweli. Tunapinga kwa herufi kubwa. Fundisho la 3, ubatizo wa uongo, ubatizo wa kunyunyiza badala ya ubatizo wa kuzamisha majini, kuzika na kufufuka na Yesu. Hilo ni fundisho potofu na yako mengi hapa. Tukiamua kuyasoma inaweza ikafika mpaka kesho. Ni mengi 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 mengi, lakini tutajifunza haya machache ambayo yanagusa sana imani zetu, au imani ya Yesu, au maandiko matakatifu. Maana hapa kuna kuombea waliokufa na alama ya msalaba,
kuna sheria za Jumapili na kuzingatia utunzaji wa Jumapili, heshima ya malaika watakatifu waliokufa na matumizi ya sanamu. Kila siku kusherekea misa ya washenzi na wasio na dini. Na miaka imetajwa hapa. Katika mwaka AD 300 kuombea waliokufa na alama ya msalaba. 321 sheria za Jumapili, kuzingatia utunzaji wa Jumapili. 375 AD heshima ya malaika na watakatifu waliokufa na matumizi ya sanamu. 394 kila siku kusherekea misa ya washenzi na wasio na dini. Katika 400 mwanzo wa mateso kwa watunza Sabato. Hivyo vitu vyote ni vingi, ni mapokeo mengi, ni mafundisho ya wanadamu mengi. Kuabudu msalaba 786, maji matakatifu na vitu kama hivyo. Kufunga siku ya Ijumaa na siku ya 40 alizofunga Yesu. Kutoa kwa makasisi, kutumia rosari na shanga katika maombi. Lakini kuna ile ya kumwabudu na kumsujudia Maria, eti kwa sababu Maria ameenda mbinguni, mama Maria. Kwa hiyo wanapeleka ibada zao kwa Maria, na Mungu anasema ni mimi Mungu na Mungu peke yangu. Maria yuko kaburini, anasubiri kufufuliwa naye pamoja na watakatifu. Haleluya. Sasa basi, ubatizo wa watoto, hebu tusome kidogo pale. Ubatizo wa kuzamisha majini na ubatizo wa kunyunyiza. Tusome katika Mathayo 3 mpaka 17. Ni mafungu mengi kidogo, lakini ngoja tuesome. 3 mpaka 17. Huyu ndiye aliyenenewa na nabii Isaya. Kwa sababu huyu ndiye aliyenenewa na nabii Isaya.